Mtume anatuambia mathalul qaimi fi hududillah, mfano ya watu ambao wamesimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu, mfano wa watu ambao wamesimama katika njia ya sawasawa, walwaqi fiha, na wale ambao wameangukia katika mambo ambayo ni ya kumwasi Allah. Hapa tunaona kuna tabaka mbili. Tabaka moja ni lenye kufuata sheria na kanuni zilizowekwa, lakini tabaka jingine ni tabaka ambalo linapingana na sheria na kanuni ambazo tunatakiwa kuzifuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam makundi haya mawili ameyatolea mfano, akatuambia kamathali qaumin, hawa ni kama vile mfano wa watu ambao istahamu ala safina, wao wamepanda kwenye jahazi, fasara ba'dhuhum, wakawa baadhi yao alaha, wako juu ya tabaka la lile jahazi, yani wako juu ya jahazi, wa ba'dhuhum asfalaha, lakini kundi jingine la pili likawa liko chini ya jahazi. Ndugu katika imani, jahazi halitembei nchi kavu, labda kama litawekewa magurudumu ya gari, lakini asili ya jahazi linatembea ima ni baharini, kwenye mto ama kwenye ziwa. Kwa maana yake ni kwamba linatembea kwenye maji. Sasa basi, hizi tabaka mbili, tabaka ya juu na kuna tabaka nyingine ya chini. Wakana alladhina fi asfaliha, na wakawa lile tabaka ambalo liko chini, idha staqau min alma'i, likawa hili tabaka la chini linapatwa na kiu cha maji. Hili tabaka la chini likipatwa na kiu cha maji, ala man fawqahum, wao wanapanda wanaenda kwa wale wenzao ambao wako tabaka la juu, ndio wenye maji. Tena maji yenyewe ni ya tamu, pengine hili jahazi linatembea kwenye bahari, chini pale maji ni ya chumvi. Sasa hili tabaka la chini likihisi kiu, linatoka kule chini linaenda juu kuwafuata wenzao kwa ajili ya kuomba maji ya kunywa, pengine na hata maji ya kupikia na kukidhi haja zao mbalimbali. Sasa lile tabaka la chini likawa limechoka, faqalu, wakasema walete ambao ni tabaka la chini, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kwa nini tunapata tabu sisi wenyewe kwenda juu kuomba maji, lakini pia kwa nini tuwapatishe tabu wale wenzetu wa juu, kila saa tunawasumbua? Hebu tutoboeni hapa chini, ambapo tukitoboa hili jahazi hapa chini tutapata maji, tutakunywa, tutapikia, lakini pia tutaondolea haja zetu mbalimbali. Angalia hawa watu ambao wako chini wanataka kufanya uharibifu, walitoboe lile jahazi, na endapo watalitoboa nini kitatokea? Tusikilize maneno ya Mtume. Hawa watu wanasema walam nu'dhi man fawqana, na wala tusiwaudhi wale ambao wako juu yetu. Mtume anatupa mifano ili tuingize akili zetu kwenye vichwa vyetu. Anatuambia fa idha tarakuhum, wale watu waliokuwa juu, ambalo ndiyo tabaka la juu ambalo linamiliki maji, ambalo ndio linafuatwa na wale wenzao wa chini. Sasa hawa wa juu wakiwaacha wale wa chini walitoboe jahazi ili wapate maji kule kule chini, itakuwaje? Wama aradu, wakawaacha wakayafanya yale wanayoyataka, yani wale wanaotaka kulitoboa lile jahazi. Hawa watu wa juu wakiwaacha wenzao walitoboe lile jahazi, itakuwaje? Halaku jamia, watakuwa ni wenye kuangamia wote kwa pamoja. Kwa maana ya kwamba
wataangamia wale waliotoboa jahazi, lakini pia wataangamia wale wa kule juu ambao hawakuwazuia wenzao wa chini ambao walikuwa wanafanya uharibifu wa kulitoboa jahazi. Ikhwa fil iman, hii ni mifano ambayo ukiingiza akilini inaendana na maisha tuliyokuwa nayo kipindi hiki ambacho kimebakia siku takribani 6 kama sio 5. Sisi Waislamu na watu wote wenye kutaka amani ni sawasawa na watu ambao tuko katika tabaka la juu, lakini upande mwingine kuna watu wenye kutaka vurugu na machafuko. Wao ni mfano wa watu ambao wako kwenye tabaka la chini. Sasa sisi ambao tupo kwenye tabaka la juu, endapo tutawaacha hawa wa tabaka la chini walitoboe hili jahazi letu ni kipande cha ardhi ambacho tumekadiriwa kuishi katika kipande hicho ambacho si chengine, ni Tanzania. Tukiwacha hawa wakiharibu hiki kipande cha ardhi, kwa maana ya jahazi tulilopanda sote kwa pamoja, tutakaoangamia ni sisi pamoja na wao. Hivyo basi ni jukumu letu kupaza sauti, kuwakataza haraka sana waache, kwa sababu maangamivu yakija hayatuangalia nani alikuwemo na nani hakuwemo katika jahazi hilo. Ikhwa fil iman, haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na maneno haya Mtume yeye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ni yeye hazungumzi kwa matamanio yake, isipokuwa kila anachokizungumza yeye ni wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anatuambia wa in akhadhu ala aidihim, lakini tukiwazuia najau jamia, mkiwazuia wale wanaotaka kulitoboa jahazi mtaokoka, kwa maana mtanusurika nyinyi ambao mko tabaka la juu, kadhalika na wale ambao wako tabaka la chini. Usikubali Muislamu, kijana wa Kiislamu, usikubali kuingia katika sehemu ya wewe kuharibu heshima na utu, lakini pia na mali za watu kwa kufanya vitendo ambavyo ni vya uvunjifu wa amani.